zangu wapendwa, karibuni ili tuweze kutafakari neno la Mungu. Ni siku nyingine tena Mungu ameweza kutufikisha salama wasaa huu. Lakini kabla ya kuweza kuweza kutafakari neno la Mungu, kwanza tuombe uwepo wa Mungu. Tuombe. Takatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, naja mbele zako Bwana. Nahitaji uweze kunifanya mimi kuwa chombo chako, mtumishi wako mimi. Bwana, uniongoze na unibariki. Unipe rehema, unipe uweza, niweze kunena kutokana na maneno yako ambayo umenijaza akilini mwangu. Nenda ukaseme nao Bwana. Naomba haya kwa Yesu Kristo. Somo la leo ni kutafakari kutoka patakatifu. Kutafakari kutoka patakatifu. Na maandiko ambayo unaenda kuyaangalia siku hii ya leo ni Zaburi ya 24 mstari wa 7 hadi 11. Pia Zaburi ya 73 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Na Wakolosai 3 mstari wa 1 hata ule wa 2. Lakini sambamba na hilo naenda kuangalia Mungu ananena na akina nani juu ya hizo fikra au tafakari. Naenda kuangalia nini maana kutafakari kutoka patakatifu. Kwanza, kutafakari kutoka patakatifu ni hali au ni kitendo cha kuweza kufikiria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni hali au ni kitendo cha kuweza kufikiria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Au unaweza kusema kutafakari kutoka patakatifu ni namna ya kuweza kufikishiwa ujumbe au fikra ambazo zinakuja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana unena na sisi wanadamu, sio watu wengine, sio wanyama, wala sio mawe, wala sio miti, wala nini. Ni sisi wanadamu. Nataka kuangalia hilo, twende tukasome Zaburi ya 24 mstari wa 7. Zaburi ya 24. Zaburi ya 24 mstari wa 7 hadi wa 11. Hadi wa 10. Tasoma kwa msaada wa Mungu. Inueni vinywa vyenu, enyi malango. Inueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari. Bwana hodari wa vita. Inueni vinywa vyenu enyi malango. Naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hivi Mungu ananena na sisi tuweze kuinua vichwa vyetu. Malango maana yake ni vichwa. Malango maana yake ni ufahamu wa kwetu sisi tuweze kuinua kwake. Tukiinua vichwa vyetu kwake, ndipo ambapo naweza tukapata mawazo yale ambayo ni chanya, sio mawazo hasi. Kwa sababu maisha sasa hivi inafikia hatua kwamba hivi mtu anaweza kufikiria kila namna, kila kitu. Unafikiria maisha kwamba hivi utapata hela kwa uwezo wako kwako wewe kama wewe ndugu yangu. Ukifikiria mawazo yako kwako wewe kama wewe, kamwe sahau kuhusiana na kufanikiwa. Ila ukimkaribisha Mwenyezi Mungu ndani yako, akawa mwongozo wa kwako wewe, hakika utaona mabadiliko. Nataka kuona hilo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, tunaenda kusoma sasa Zaburi ya 73, kisa cha huyo mtu. Zaburi ya 73. Tuweze kuona kisa cha huyo mtu
Ni mtu ambaye aliunganisha maisha ya kwake yeye na maisha ya kumcha Mungu. Aliunganisha maisha kwake yeye na maisha ya kumcha Mungu. Zaburi ya 73 mstari wa 1 hadi wa 8 nao unasema, hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya imani